Hello once again, karibu katika channel ya Shaban Tech Swahili. Leo bwana nitakuelekeza namna gani ya kutumia Word, lakini pia nitakuelekeza baadhi ya tools mbalimbali ambazo zinatumika kwenye Word. Sawa? Najua kuna wengine wanajua kutumia Word, lakini kuna wengine pia hawajui, lakini pia hata wanaojua kuna vitu labda wanamiss kuvielewa. Sawa? Kwa hapa nitaenda kutoa tu namna gani ya kutumia Word kwa tools mbalimbali ambazo zinapatikana. Sasa utafungua Word yako kama hivyo. Nadhani ukishafungua Word yako utaonekana vitu kama hivyo. Then let's say mimi nitaandika maneno fulani hapa ili niweze kutumia kama nitaandika by introduction. The introduction of computer and communication. Sawa Sasa ni maneno yangu ambayo nimeandika nataka niyatumie ili kukuelekeza namna gani tools zinatumika kwenye Word. Sasa ukienda huku juu utakutana na home, insert, draw, design, layout, reference, mailing, review, view na help. Sasa kila neno huku juu lina kazi yake kutokana na kitu gani unataka ukifanye kwenye dokumenti yako. Sawa kitu gani unataka ukifanye. Sasa kwa leo mimi nitaenda kuelekeza sehemu tu ya home. Maana ukiki mfano hapa insert zitatokea tools mbalimbali. Ukienda sehemu ya draw itatokea vitu vingine. Ukienda sehemu ya design vitatokea vitu vingine. Kwa hapo kuna matumizi yake tofauti tofauti kutokana na kitu ambacho unataka ufanye nini ukiapply kwenye document yako. Sasa mimi nitaenda kwenye home. Hapa kwenye home ndo nitaelekeza vitu mbalimbali ambavyo vipo kwenye home. Nitakuelekeza vitu vyote hivi vinavyotumika kwenye home na matumizi yake. Sawa Kwa tutorial leo nitahusu hapa kwenye home. Then in next tutorial nitakuwa naelekeza hizi zingine hizi ambazo zitakuwa zimebaki. Kwa sababu kidogo home ina mambo mengi. Kwa sasa let's say nimeandika maneno yangu hapo. Sasa nataka nianze kukuelekeza hizi tools zinatumikaje. Cha kwanza ukienda hapa juu kuna sehemu ya mwandiko, font style. Ni sehemu ya kubadilisha mwandiko wa maneno yako. Yaani tunajua kuna miandiko tofauti tofauti. Hata wewe huwezi kulingana na mwandiko na mtu mwingine. Lazima kuna namna mnatofautiana. Kwa hapa ndo tunaenda kwenye sehemu ya font style. Maana yake utakachofanya wewe ili ubadilishe maneno yako. So unaona hii maneno yalivyo, unataka ubadilishe mwandiko wake. Uta-select kwanza maneno yako, uta-select kama hivi. Ukisha select kama hivi, sorry nimetoa, uta-select, nadhani ku-select unajua. Ni kama kama unatumia touchpad ya ule upande wa kushoto touchpad, utabonyeza then usiache ile touchpad alafu utafanya kama una select yale maneno yako. Sawa Lakini kama unatumia mouse pia ni left click, unabonyeza ile ya mouse alafu then kama vile una select maneno yako. Sawa Kwa hiyo mimi hapa nita select. Baada ya kuselect nachotaka kufanya nataka nibadilishe mwandiko. Nitaenda tabonyeza hapo kwenye option hiyo. Hapa hivi nitabonyeza huko mwishoni kwenye hichi kimstari kimeshuka chini hapa humo ndani. Lakini nitabonyeza huko mwishoni. Nikishabonyeza hapo nitachagua mwandiko naotaka mimi. Inatokea miandiko mingi. Nitavyokuwa nachagua miandiko ndo maneno yangu yatakavyokuwa yanabadilika. Unaona ninavyochagua mwandiko yanazidi kubadilika. Then mimi let's say mimi nitachagua hii imeandikwa Times New Roman. Na mara nyingi watu tunapenda kutumia hiyo kwenye masuala ya office zaidi. Utaweka hiyo Times New Roman. Sasa tunaona maandishi yangu ni madogo. Nataka niyakuze yawe makubwa ya maandishi yangu. Nitakachofanya nitaenda sehemu ya hii hapa palipoandikwa hapa 12. Inawezekana wewe labda kwenye idea yako umeandika hapa 14, 10 na ngapi. Hii ni font size. Font size maana yake ni ukubwa wa maandishi. Sawa ukubwa wa maandishi. Nitakachofanya nitabonyeza hapa. Nikishabonyeza hapo nitaenda kuchagua. Cha kufanya kwanza usisahau kuselect maneno yako. Utaselect kama hivyo. Nimeshaelekeza jinsi ya kuselect. Utachagua kama hivyo. Unaona kukishana nili yatakuwa yanakuwa. Unaona kama ukiendelea una scroll mouse chini au touchpad yako. Unaona kuna chagua maandishi yanakuwa yanazidi kuwa makubwa. Kwa utabonyeza kama hivyo.
Halafu niseme nitasogeza. Unaona sasa Kwa hii ndo namna ya kufanya nini? Unaona hapo imebadilika. Kwa sasa hivi nasoma maandishi ni font size ni ngapi? Ni 18. Hiyo ndo kubadilisha font size. Nikienda huku upande unavyoendelea kwenda mbele, hapa ni sehemu ya kuingiza font size bila kuchagua option hii. Maanake hapa tuseme mimi nita select na maneno yangu vile vile, then nitaenda sehemu hii, nitakuwa nabonyeza kama hii kubwa. Unaona ninapo na need hii kubwa, maanake na inaruhusu kukuza ile font size. Lakini hii ndogo inakuruhusu kufanya nini? Kupunguza ukubwa wa maneno yako. So kwa hii ni option alternative way ya kuja hapa. Hii ndio alternative way ya hizi a kubwa na a ndogo. Then nitakuja hapa chini. Hapa chini ni umeona kama imeandikwa kama kibi. B manake ni body. Body manake ni kukoleza maneno yako. Unataka yakoleze maneno yako, uyakoleze yao yakolee. Kwa hiyo nitakachofanya nitabonyeza kwenye body. Unaona nikibonyeza body yanavyokuwa maneno yangu yanajikoleza. Sawa yanajikoleza na kuwa meusi zaidi. Sawa hiyo ndo body. Nikitaka kuitoa vile vile una select then unabonyeza sehemu ya body inajitoa. Sawa sasa kuna hii tumemaliza hapo. Kuna hii inaitwa italic. Hii hapa, hii italic. Italic ni kama maneno fulani yanakuwa na neno fulani yameandikwa ya kitalic au ni maneno fulani yanakuwa yana kama mlazo. Unaona nikibonyeza hivi italic, maneno yanavyobadilika yanavyokuwa kama yana mlazo fulani. Alafu nikirudisha huku kama hivyo kawaida, yanavyobadilika. Kwa hiyo ndio italic. Sasa maneno yako unabadilisha namna fulani hivi unavyotaka wewe yawe kwenye word yako. Then hapa mbele nikienda hapa kuna sehemu ya underline. Hii underline maana yake maneno yako unataka uyapigie mstari. Mfano let's say maneno yangu haya nimeselect, then nienda kwenye sehemu ya hapa, then na choose aina gani ya mstari nataka iwe itumike. Hii hapa labda nimependa hii, nitabonyeza. Sawa nitabonyeza kama hiyo, afu then itatokea hiyo option. Si ndio Yapo, kwa hiyo ndo ku underline. Nikitaka kuitoa vile vile nabonyeza hapo hapo. Alafu then nitaenda kwenye none. Usisahau kuselect, sorry, usisahau kuselect. Utaselect maneno yako, then utaenda bonyeza sehemu ya none. Nimeitoa hiyo underline. Alafu kwa hapa mbele utaona kuna maandiko strike through. Maana yake sio unataka upitishe mstari, labda sio kuna neno umelikosea unataka ulipitishe mstari hapo katikati. Sawa kama hivi. Unaona unataka kama hivyo umelipitisha mstari katikati. Hii strike through. Kwa kama ukitaka kuitoa unaiacha kama hivyo. Ukitaka kuiweka unabonyeza kama hivyo. Unaona kama neno lako limepitisha mstari katikati. Sawa ni kama unavyokuwa unafuta kwenye karatasi kwamba unafuta kwa kupitisha mstari katikati, basi na huku unaweza kufanya namna hiyo. Kwa hiyo sasa nitaitoa hii. Sawa haya sasa tunaenda hii nyingine. Hii inaitwa ukienda hapa unakutana na kitu kimeandikwa subscript. Ukienda kwa mbele tena umeandikwa superscript. Subscript ni kwamba umeandika neno au namba, alafu chini yake unataka kuwepo na namba au let's say labda letter fulani. Sawa tusiende na twende kwa mfano. Let's say mimi nimeandika namba 12. Nataka chini yangu niandike labda th. Unaona inavyokuwa kama hivyo. Au naandika neno date. Unaona hapo ndio hiyo namna subscript. Sawa ni kwamba naandika kitu fulani alafu kwa chini nataka kawepo kaneno fulani kwa chini yake lile neno au namba. Hiyo ndo subscript. Lakini ikienda kwenye superscript, kwanza hapa cha kufanya utafuta afu nenda kwenye superscript. Superscript mara nyingi tunatumia kama labda kwenye tarehe. Na wewe umeandika 12, leo tarehe 12, si ndio? Mara nyingi unaonaga hapo wanaandikaga zile labda th kule kwa juu. Si ndio? Au nimeandika tarehe 1, si ndio? Nataka niweke kale ka st, wanasema ni first. Inakuwa kama hivyo. Sawa? Hiyo ndo superscript. Subscript maana yake nataka nikaweke ka st kawe chini. Taitoa kwanza hiyo, then nitabonyeza hivi, afu st inakaa chini. Hapo sio maana tofauti yake. Kwa hiyo ndo tofauti kati ya superscript na subscript.
script. Sawa Alafu tukishatoka hapo tunaenda kwenye sehemu hii hapa pameandikwa text effect and typography. Nasema add some flair to your text by applying a text effect such as a shadow glow. Hapa tuna apply some shadow. Shadow nadhani najua shadow ni kama kivuli fulani. Kwenye maneno yako unataka uweke shadows, ni kama kivuli fulani. Tufanye tuta select maneno yetu, then tutaenda sehemu hii, tuta choose aina ya typography ambayo tunataka tuitumie. Unaona kama hivi unapoona nili let's say hii hapa. Unaona maneno yako yanavyokuwa yana change. Kuna namna fulani yana change. Sawa yanabadilika. Nikibonyeza kama hivyo unaona kama kuna shadow outside au kuna glow outside of the word. Unaona maneno yanavyokuwa Kwa hiyo ni baadhi tu ya typography au text effects. Sawa Ukienda hapa mbele pameandikwa text highlight color. Text highlight color anasema make your text pop up by highlighting it in a bright color. Nitakuelekeza mfano. Maneno yangu nita select. Nikisha select nitaenda hapa. Nita highlight. Kwa highlight manake nataka niweke rangi fulani mbele ya maneno, lakini maneno yangu yatazidi kuonekana, yani hata affectiwa na ile rangi ambayo naiweka, ni kama rangi na on the background. Sawa maneno yangu yatazidi kuonekana vile vile. Kwa hiyo nitabonyeza labda sasa nataka hii labda hii nataka ya njano. Tukishabonyeza njano unaona maneno yangu hata be affected na ile rangi. Maana yake nataka highlight, yani kwamba niweke kwenye msisitizo fulani. Labda let's say umeandika maneno yako yote, umeandika maneno yako mengi kwenye document. Ulishasoma kitabu ambacho unakuta kuna neno yamekolezwa kwa rangi fulani. Yaani maana yake nataka weke kwamba ukifika kwenye ile eneo maana yake uweke msisitizo kwamba kwa nini maneno yana rangi hii? Kwa nini maneno yana rangi hii? Maana yake hii ndo text word highlight. Maana yake inakusaidia wewe yani kama kuweka msisitizo wa mkolezo kwenye neno fulani. Sawa hiyo highlight. Nitaitoa. Na kuitoa vile vile nita select maneno yangu, then nitaenda hapo kwenye text highlight, then nitabonyeza sehemu ya no color. Sawa hii hapo ni text highlight. Nikienda hapa kwa mbele pameandikwa text color. Font color, sorry. Font color. Font color. Sorry hapa font color. Font color ni rangi ya mwandiko, rangi ya maneno. Kwamba unaona maneno yangu yana rangi kama fulani, rangi kama nyeusi, kama ya blue, yani dark blue kama ireki. Sasa nataka nibadilishe maneno rangi yake. Nitakachofanya nita select, then nita choose. Unaona nita choose maneno yangu. Unaona kama hivyo nataka yawe yana rangi hii. Si ndio? Nita choose kama hivyo. Unaona maneno yalivyobadilika. Hiyo ndo font color, rangi ya maneno nataka ni change. Sawa Bwana hapo tumeelewana kwa hapa ndo font color. Kwa kuna text highlight color na kuna font color. Text highlight color nataka niweke kama rangi fulani. Nataka niweke kama highlight fulani ya maneno yangu, ni highlight. Sawa Lakini kwenye font color nataka nibadilishe the color of the words. Sawa Sasa hapo tukitoka hapo tunaenda kwenye sehemu hii hapa pameandikwa change case. Change case ukibonyeza hapa unaona kabisa kuna sentence case, kuna lower case, kuna upper case, kuna capitalize each word na kuna to-go case. Sasa hizi zina matumizi mbalimbali. Zina matumizi mbalimbali kutokana na unataka ufanyie nini kwenye word yako au kwenye maneno yako hayo. Sawa Sasa ukiangalia hapo kuna let's say hapa nita select maneno yangu. Select kama hivyo. Nikisha select maneno yangu nitaenda hapo. Nikishaenda hapo unaona hapo kuna option mbalimbali hapo. Kuna option ya sentence case, kuna lower case, kuna upper case, kuna capitalize each word na kuna to-go case. Sasa let's say kwa mfano wewe hayo maneno yako, si ndio? Hayo maneno yako yapo kwenye herufi ndogo. Sasa unataka uyachange hayo maneno yako yawe kwenye herufi kubwa. Ukiangalia maneno yako kwenye herufi ndogo unataka uyachange yawe kwenye herufi kubwa. Kwa hiyo cha kufanya wewe utabonyeza sehemu ya upper case. Upper case utabonyeza kama hivyo. Maneno yanakuwa kwa herufi kubwa. Sawa Hapo tumeyabadilisha kutoka kwenye herufi ndogo kwenda kwenye herufi kubwa. Alafu tunataka tuyachange tena maneno yangu yawe kwenye herufi ndogo.
Nitabonyeza pale pale kwenye change case, then nitaenda kwenye lower case. Yamebadilika kama hivyo. Sawa? Then nitabonyeza pale pale, nataka labda kuna sehemu imeandikwa capitalize each word. Capitalize each word maana yake yale maneno zile herufi za mwanzo kwa kila neno ziwe kwa herufi kubwa. Nikibonyeza hapo capitalize maana yake T, ukiangalia T imeanza kwa herufi kubwa, I imeanza kwa herufi kubwa, O imeanza kwa herufi kubwa, C imeanza kwa herufi kubwa, A imeanza kwa herufi, yani maneno ya mwanzoni yanaanza kwa herufi kubwa. Then nitaenda kwenye let's say nitaenda kwenye to go case. To go case maana yake nitachange maneno yangu kwamba zile herufi za mwanzo zinakuwa na herufi ndogo, lakini the rest yanakuwa na herufi kubwa. Kwa mfano T, I, O, A, C yanakuwa na herufi ndogo, lakini the rest yanakuwa na herufi kubwa. Mimi nitarudisha kawaida, nitabonyeza sehemu ya sentence, case yanarudi kama kawaida. Sawa? Hapa ndo tumesoma hizi matumizi ya hizi tools mbalimbali. Sasa utaona hapa kuna sehemu imeandikwa remove all formatting from the selection, leaving only the normal unformatted text. Hapa sasa manake zile changes zote nilizozifanya kwenye nani nataka nizitoe. Nikibonyeza unaona hapo zina be removed. Zinatoka. Zile changes zote ambazo nilizifanya. Nilibadilisha si font color, font size, si nikabodi nifanye nini. Nikiselect afu then nikabonyeza hapa. Nina remove zile changes zote nilizokuwa nimezifanya. Nina remove. Unaona maneno yangu yamerudi kama kawaida, kama mwanzo kabisa wakati naanza kutype. Sawa? Mimi nitakuza mwandiko wangu, nitakuza mwandiko wangu, nataka nitaweka kwenye 18. Sawa? Tuachane na hapo, nadhani umenielewa. Tutaendelea huku mbele. Huku mbele sasa iko hivi. Hapa kuna sehemu ya bullets. Let's say wewe una mention vitu vyako. Labda hapa nitasema kuna mango, kuna apple, kuna tomato. Nataka maneno yangu yawe kwenye mtindo fulani hivi. Sawa? Nita select kama hivi. Nita select then nitaenda hapa. Nitaenda bullet. Nikibonyeza kama hivi. Unaona? Yanakuwa kama kuna kinani fulani cha ku mention. Sawa? Vile vile ukitaka kuyabadilisha nani yake utaenda kwenye uta select alafu uta change. Hebu nataka kutumia hii. Unavyokuwa na huku mwanzoni hii kama vile unapoandika ile 1 2 3. Sasa hapo na baada ya kutumia zile namba unatumia hizi tunaita bulleted and dotted. Sawa? Bulleted library. Sawa? Kwa utafanya kama hivi. Let's say labda nataka nibadilishe nitumie labda hii tiki kama hivi. Sawa? Ila kwanza cha kufanya una select then una change kama hivyo. Tukitoka hapo tunaenda kwenye hii sehemu ya pili imeandikwa numbering. Hii tulisema inaitwa bullets. Ndio bullets ndio kama tunazungumzia ndio kama hizi. Bullets ndio kama hii ya tiki, ya doti, hii kama ya nani mshale fulani. Sawa? Sasa tukienda hapa mbele imeandikwa numbering. Numbering maana yake ni kama unataka ku mention vitu vyako kwa kutumia namba. Nita select kama hivyo. Nataka nitoe hizo bullet. Naweka numbering kama hivi. Kwa hiyo nikibonyeza hapa enter inaenda inajiongeza yenyewe namba 4. Nitaandika kitu fulani, enter nitabonyeza nitaandika kitu fulani. Sawa? Kwa hii hapo ndo numbering. Baada ile ya kumention 1 2 3 unakuwa unaandika kwamba labda baada ya kuandika 1 afu unaona ukibonyeza hivi kawaida mara utaandika tena 2 wewe mwenyewe. Mara utaandika tena 3 wewe mwenyewe. Sawa? Sasa hii inakuwa inakusaidia wewe kila unavyo click inakuwa inajiadd automatically namba inayofuata. Then unaweza ka change. Highlight hapo unaweza ka change ukaja hapa juu uka change labda kutumia ukatumia ABCD. Sawa? It's for you. Then ukija hapo unaweza kutumia Roman number. Sawa? Kwenye numbering system au numbering. Kwa utakuja hapa pia unaweza ka choose wewe mwenyewe tu ABCD, AB ngapi unaweza ka change wewe mwenyewe, unaona kama hivi unachagua unayotaka wewe. Then ukitaka kuzitoa zote unabonyeza sehemu ya none hapa. Unabonyeza sehemu ya none. Sawa? Lakini hapo ukienda mbele kuna sehemu imeandikwa multi-level list. Hapa sasa ina mchanganyiko wa herufi na namba, lakini pia ina mchanganyiko wa nini? Wa hizo numbering pamoja na bulleted. Let's say hapa. Tabonyeza none, sorry.
nitabonyeza, nita highlight, nita select maneno yangu, then nitaenda hapa, sasa nita choose hii. Sawa unaona hii MATLAB yenyewe ina mchanganyiko wa hizi zote tatu. Sawa, ina mchanganyiko wa hizi zote mbili. Sawa kwa hapa utachoose wewe ambao unataka kitu kama hivyo. Unaona, kwa mfano labda chapter 1 chapter 2, unaona ukienda kwenye MATLAB inapokuwa kwa kuna namna fulani yenyewe ina nani unaona kama hivyo. Kwa the solution is like that. Kwa hizi zinakuwa zinatofautiana matumizi yake. I hope hapo umenielewa. Unaona rangi yangu imebadilika kwa sababu nimetumia aina hii ya heading. Sawa mimi nitarudisha kwenye maneno yangu kwenye nani ya kaida, nitarudisha kwenye normal, nitakuelekeza, hamna shida. Sasa hapa kuna hapa kuna hizi, tushuke chini hapa, kuna hizi tunaita align left, align right. Sasa hizi maana yake for sema maneno yangu yanataka niyasogeze. Hii ukiona hapa inaandika align left. Left maana yake ndio huu upande hapo maneno yangu yapo. Maana yake maneno yanakaa upande wa kushoto. Lakini nikibonyeza hii center maana yake maneno yanakaa katikati. Nikibonyeza hii maana yake ni right, yanakaa upande wa kulia. Nikibonyeza hii ya mwishoni maana yake ni justify, yanakaa kama hivi, yanakaa kulingana na kutokana na margin distance ilivyo. Sawa hiyo ndo alignment, yani kama mpangilio maneno yako nataka hivyo. Lise labda uko wanaoandikaga barua, iseme labda hii tulise waga ni anwani, labda ilise unaandika labda anwani ya, unaandika anwani labda ya mwandishi, labda Juma Kisaka labda SLP 2022 labda Arusha, si ndio Manake hapa tuseme nataka nani yangu ije huku, kwa nitabonyeza sehemu ya hii hapa, sehemu ya center, then nitabonyeza hapa left, no right, sorry, maneno yangu unaona yalivyokaa. Kwa hiyo inakuwa easy kufanya nini, kuandika ile anwani ya mwandishi. Then kitachofuata hapa nienda kwenye line spacing. Line spacing ni sasa mimi nitaandika nani yangu. Line spacing tunamaanisha ni distance between line of words. Yes, andika. Sasa unaona maneno yangu distance iliyopo kati ya kutoka hili neno mpaka kwenda hili neno linalofuata, japo kama neno yanaeleweka, sorry. Hapo kutoka hili neno mpaka linalofuata tena, kutoka hili neno mpaka linalofuata tena, distance unadhani umeiona. Sasa nataka distance niipunguze au niongeze, nitaenda hapa kwenye line spacing. Unaona maneno yanavyo distance inavyokuwa, ninavyozidi kuongeza. Kwa hiyo unaona hiyo ndo line spacing. Maneno yangu nataka na distance gani kutoka neno moja chini kwenda neno jingine. Kwa hiyo nitabonyeza kama hivyo, labda sasa nataka nitumie hiyo moja. Kama hivyo. Haya. Tukienda nadhani hapa tumemaliza bado kwenye tools hizi hapa. Tukienda sasa hapa chini, hapa kuna hii imeandikwa hii hapa imeandikwa shading. Shading maana yake ni change the color behind the selected text. Unabadilisha color, tufanye shading. Kwa mfano select maneno yako kama hivyo, unataka on the background ikuwe na rangi gani? Sawa kama hivyo nitatoa, let's say nitaitoa no color, nita select alafu no color. Sema nipata kama hivyo. Yaani maana yake shading unavyojua ni kivuli, si ndio? Maana yake unataka kivuli cha nyuma cha maneno yako kiwe na rangi gani? Sawa? Maneno yako kwa nyuma yawe na rangi gani? Badala kuwa hii nyeupe iliyopo tunataka tu change. Sawa tutabonyeza sehemu ya shading. Haya. Tutaenda hapa kwenye sehemu ya decrease indent na increase indent. Sasa hii maana yake let's say to select hapa ili ni iwe rahisi kunielewa. Nikibonyeza hivi unavyokuwa yananiambia kwamba nataka ni move maneno yangu yawe namna hii.
na move kwenda kulia, kwenda kushoto, yakae kama hivi, yawe yani ya line na margin. Kama hutanielewa basi utaelewa huko mbele, kwa sababu margin nadhani nitaenda kuisoma huko mbele. Sawa, kwa maana kama hivi nataka yakae labda hapa, yaende hivi na fulani. Kwa hiyo ndio indent. Sawa. Mimi nitarudisha hapa hapo, sorry, hapa inatosha. Then tukienda hapa kwa mbele kuna sehemu ya hapa nadhani kwa mfano maneno yako labda hapa kuna let's say nimeandika, let's say na majina yangu hapa Amina, let's say niandike Juma, Hasani, Sada, Aisha. Okay, sorry, Aisha. Sasa nataka maneno yangu, so nimeandika randomly, nataka maneno yangu yaanzie yajipange kiherufi, yani kwamba ianzie A, ifuate labda herufi gani ambayo inafuata baada ya A, kwamba katika herufi zote labda herufi gani inafuata. Kwa hiyo nita select maneno yangu, then nitaenda kwenye sehemu ya AZ. Then kwenye AZ nita choose, kuna ascending na descending. Ascending manake na choose kutoka A, B, C, D. Lakini descending manake na choose maneno yaanze kujipanga kuanzia J, no Z, ngapi, yani Z ile herufi za mwisho kwenda za mwanzo. Lakini ascending zinaanzia herufi za mwanzo kwenda za mwisho. Kwa hiyo tuseme mimi hapa na choose ascending. Choose ascending kibonyeza okay. Unaona yamejipanga, imeanza Aisha, Hasani, Juma, Sada. Maana yake yamejipanga kuanzia herufi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N kama namna hiyo. Sasa hata kwenye herufi the same applies kwenye herufi, kwenye namba. Kwenye namba. Let's say 1, 2, let's say nikaanza na 5, nikafuata 4, nikafuata labda 6, nikafuata labda 7, nikafuata labda 1, nikafuata labda 3. Nataka niyapange ianzie 1, 3, 4 ngapi? Nitaenda vile vile, afu nitaenda kwenye sehemu ya hii paragraph, then nitaenda hivi. Unaona itaanza 1, 3, 4, 5 itajipanga, lakini nikisema niende descending maana yake itaanza kujipanga kuanzia kubwa kwenda ndogo. Lakini ikianzia ascending maana yake inaanzia ndogo kwenda kubwa. That is. Sawa. Nikienda hapa kuna sehemu ya borders. Borders ni kama mipaka, unaweka mipaka kwenye maneno yako. Kwa mfano niseme nika apply border. So una kama hivyo unavyoweka. Ni kama unaweka border fulani kwenye nini? Kwenye maneno yako. Sawa? No border. Sasa hii nitakuonyesha mfano. Mfano umeandika hivi alafu huku pembeni labda ukaandika labda Asha. Sorry. Labda chini yake nikaandika labda kwenye maswali ambayo ya matching item ambayo kwenye yale maswali ya matching item labda Juma, Amina. Hapa nikitaka kuapply border yatakaa kama hivi. Nikitaka kuapply border yatakaa kama hivi. Sorry, hapa unaweza kuja ukaweka ukachora line, hamna shida. Nitakuelekeza huko tunapoendelea matumizi ya border. Hii inabidi apply kwa mfano wale unaonaga kwenye matching item labda section A, section B. Si ndio? Wale maswali ya na matching item yale. Wana apply sana border. Kwa hapo umenielewa. Sasa tukiendelea mbele hapa utakutana na normal, spacing, no spacing, heading 1, heading ngapi? Sawa. Sasa hapa hapo utakutana na hizi mbalimbali. Sawa. Hizi hapa hapo kwa sababu tumetumia muda mrefu, tutakuja kuendelea next time. Na tutakuja kuanzia hapa then tutaendelea kwa next time. Nadhani hapo umepata kitu fulani ambacho kinaweza kukusaidia katika kutumia Word. Next tutorial tutajifunza jinsi ya kutumia insert, draw, design, layout, reference, mailing na zingine. Hapo umenielewa? Endelea kusubscribe my channel, view video zangu, utapata knowledge nyingi. Asante.